Henry Okario Mweri, Chairman Amnesty International, Gusii Chapter. Tumekusanyika hapa leo kama wanaharakati wa haki za binadamu, tukiwa tumejumuika pamoja kuzungumzia swala la usalama hasa katika kaunti ya Kisii. Siku chache zimepita na watu wengi wamewawa kiolela bila kujua sababu ni gani na bila dalili yoyote kuonekana kwamba kuna usalama. Tumekutana sisi sote kama wanaharakati hivi leo ili tutoe mwito kwa serikali kuu na serikali ya kaunti kuhakikisha kwamba usalama wetu ni kitu cha namba moja. Ikiwa kina mama wanawawa, wiki nne zimepita, watu wamewawa kule Bonchari, watu 4 hivi. Wiki jana wiki mbili zimepita, kijana Chibukisi, kijana mdogo Duke amewawa. Na hapa Kisii watu kutolewa kwa nyumba na kuchabwa na kuwawa imekuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo tumekutana hivi sisi sote tukitoa mwito kwa serikali kuu ikishirikiana na serikali ya kaunti kwamba usalama wetu ni jambo la kwanza na ni kitu cha muhimu. Tunawaomba kwamba wale ambao wanaofanya siasa wafanye siasa, lakini sisi kama wananchi tunataka maendeleo, sisi kama wananchi tunataka usalama wetu, sisi kama wananchi tunataka mazingira ya kufanya biashara zetu, kufanya maendeleo yetu, kufanya mambo yetu bila kusumbuliwa na wahuni. Ni kama Kenya hii sasa na Kisii County imekuwa ni nchi ya wahuni. Tumekuwa kama ni Banana Republic pale ambapo sheria haifanyi kazi. Hatujui kazi ya OCPD ni gani, hatujui kazi ya OCS ni gani, hatujui nani usalama atushughulikie usalama wetu. Ni kama basi sisi tuwaambie wananchi kila mtu ajihami awe tayari, ili yoyote anayekuja tupambane, kwa sababu tumekuwa sawa na Marakwet, tumekuwa sawa na pale ambapo kuna mashifta. Kwa hivyo tunawahimiza viongozi wetu na tunawahimiza na tunawaambia kwamba tunawatahadharisha kwamba ikiwa hamtulindi tutajilinda sisi wenyewe, kwa sababu haiwezekani watu watolewe kwa nyumba wao, vijana wadogo, kijana kama Duke, kijana tegemeo la siku za usoni, awawe tu na ni kama inaisha, ni kama hakuna mtu atashughulikia kuuliza mambo hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu, tunaomba watu wote, tunaomba jamii ya Kisii na tunaomba hasa kaunti ya Kisii kwamba iwe kaunti ambayo tulikuwa tumezoea. Maendeleo hayakuwa mengi lakini hakukuwa na fujo. Sasa hakuna maendeleo, fujo ni tele. Kwa hivyo tunauliza, tunahitaji amani ama fujo wenzangu? Amani. Tunataka nini? Amani. Watu wote tushirikiane, tulete amani kwa sababu tunahitaji amani ili tuweko na maendeleo. Asante kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Edna Atambo, mimi ni mwanaharakati hapa Kisii. Nafanya kazi katika kuhamasisha jamii kuhusu haki za kibinadamu na pia kutetea haki za kibinadamu. La msingi ambalo limefanya tukakusanyika hapa ni mambo ambayo tunashuhudia kwa siku za usoni, ambayo ni issues za insecurities ambazo zimezidi. Na ombi langu kuu ni kwa jamii nzima na katika kila moja, tuanzie mashirika ya kidini, tuanzie wazee wa jamii, tuanzie sisi wenyewe kama wananchi, tuwe kielelezo ama tuwe watu wa mbele katika kuhamasisha amani na kuleta amani katika sehemu yetu ya Kisii. Na zaidi ya yote pia yale mashirika ambayo yametuikwa jukumu ambalo ni la ya kudumisha amani kama polisi, kama maeneo yote yale ya uongozi, tunaomba tafadhali take actions, eneza amani, take actions ambazo ziko necessary. Na juu ya yote pia naomba kila mmoja, wale ambao ni political class, ambao ni non-political class, tuko na article ambayo inatusaidia kama wananchi wa Kenya, article 10 ambayo ni National Values and Principles of Governance, ambazo inatusaidia sisi kama wananchi. Tafadhali wacha tutie maanani hizo zote ambazo ziko pale, zile vipengele ziko katika hiyo article katika ya constitution yetu ya Kenya, ambazo zinatupa jukumu ya kuendelea vile ambavyo tutakavyoishi kama wananchi na vile ambavyo tutakavyo kudumisha amani katika sehemu yetu ya Kisii. Na juu ya yote naomba mashirika ya kijamii tufanye kazi ambayo inatufaa sisi kufanya, kueneza amani, kufunza amani, kuintegrate issues za peace na issues za security kwa mambo ambayo tunafanya wakati tunafunza jamii katika sehemu yetu ya Kisii. Asante. Kisii na South Nyanza kwa ujumla. Nataka niongelee jambo la security na jambo la siasa ambayo inaonekana ni kwamba haitupeleki kwa njia iliyo sawa kama watu wa Kisii. Tumekuwa na migogoro mingi sana kwa kipindi ambacho kimepita.
Na hii migogoro inashangaza sisi sana, tukiona ya kwamba hata wale ambao ni administrators, wale ambao ni vyombo, wale ambao wanatumikia katika vyombo vya usalama na vyombo vya uongozi wametoka katika maeneo hayo, wanataka kujiingiza katika siasa ya eneo hili la Kisii. Tunataka iwe kwamba wale ambao mnafanya kazi ya administration, fanya hiyo kazi yenu ya administration ile ambao mmetuma na serikali kuu ama serikali ya county.